Je, umewahi kujiuliza binadamu aliwezaje kufika mwezini miaka zaidi ya 50 iliyopita? Na je, safari hizi ni za kweli au kuna mchezo nyuma yake? Leo nakuletea ukweli mzito ambao watu wengi hawaujui. Mwanzo wa safari ulikuwaje? Safari ya kwanza ya mafanikio ilifanywa na Marekani kupitia NASA, shirika la masuala ya anga la Marekani, katika mission maarufu ya Apollo 11 mwaka 1969. Mtu wa kwanza kabisa kutua mwezini alikuwa ni Neil Armstrong. Baada ya hapo kulikuwa na safari nyingine kadhaa za Apollo mpaka mwaka 1972, halafu ghafla safari zikasimama. Swali ni kwamba kwa nini walikaa zaidi ya miaka 50 bila kurudi? Na waliwezaje kurudi tena? Safari ya majuzi. Baada ya miaka mingi, Marekani imerudi tena mwezini kupitia programu mpya itwayo Artemis program. Mission ya hivi karibuni kabisa ni Artemis 2. Ukweli muhimu kuhusu mission hii ya pili ya Artemis 2 namna ilivyofanyika. Ilianza tarehe 1 Aprili mwaka 2026. Ilidumu takriban siku 10 tu. Walikuwa astronaut 4, yani wanaanga 4. Walisafiri umbali mkubwa zaidi ya kuwahi kufikiwa na binadamu zaidi. Waliweza kusafiri kilomita nyingi zaidi kuliko wanaanga waliosafiri awali katika mission ya kwanza. Walisafiri takriban umbali wa kilomita milioni 1. Hakukuwa na hatukutua mwezini, walizunguka tu na kurudi. Hii hawakuweza kutua wala kuweka station point yote katika mwezi, bali walizunguka na kurudi. Hii mission ilikuwa kama test ya kujiandaa kwa kutua rasmi miaka ijayo. Ni kama maandalizi ya kuandaa mazingira ili miaka ijayo watakapofanya safari nyingine iweze kuwa ni rahisi, kurahisisha kazi watakapofika katika eneo hilo. Safari yenyewe ilikuwaje? Walitumia roketi kubwa ya kisasa SLS. Walisafiri kwa siku kadhaa mpaka kufika karibu na mwezi. Walitumia nguvu ya mvuto wa mwezi, gravity, kurudi duniani. Nguvu iliyopo ya mvutano kati ya mwezi na dunia ndio ilikuwa kichocheo cha kuweza kuruhusu chombo chao kuweze kurudi kwa urahisi ama kuondoka kiurahisi kutoka mwezini. Waliingia tena duniani kwa kasi kali sana, zaidi ya kilomita 39 per hour. Hii ni speed kubwa ambayo ilitumiwa na chombo chao kutoka huko mwezini kurudi katika uso wa dunia. Mwisho walitua baharini Pacific Ocean. Je, ni kweli au ni uongo kuhusu safari hizi za kwenda mwezini? Hapa ndipo mambo yanakuwa ya moto. Watu wanaosema ni kweli, kuna ushahidi wa kisayansi, mawe ya mwezi, picha mbalimbali zinazoonyesha, data mbalimbali zinazoonyesha kuhusiana na navigation. Nchi nyingine kama Urusi zilifuatilia, zingepinga kama ni uongo, kwa sababu nchi ya Urusi ni moja ya nchi ambayo iko vizuri sana katika masuala ya anga, na ni moja ya nchi za awali kabisa kuwa na vifaa bora na roketi bora za kuweza kusafiri masafa marefu ya angani. Hivyo wasingeweza kukubaliana na hili kama ni uongo. Watu wanaosema kuna mashaka, kwa nini walikaa miaka 50 bila kurudi? Teknolojia zamani ilikuwa ndogo kuliko ya sasa. Waliwezaje? Kutokana na teknolojia ya kipindi hicho haikuwa na ufanisi kama ilivyo leo. Baadhi ya video zinaonekana ni za ajabu. Ni kwamba baadhi ya video zinaonyesha ni kama matukio ama pictures, footage zile ni vitu ambavyo vimetengenezwa studio, ama ni watu walikaa mahala fulani wakaweka mazingira na kuonesha kama wamefika mwezini, lakini kiuhalisia inaonekana kama sio kweli. Ukweli ulio balanced, mambo yanayoonyesha kama hiki kitu kinaweza kuwa ni kweli ama si kweli. Safari zilifanyika kweli, ndio, lakini kulikuwa na siasa nyingi, Cold War. Kuna mambo bado hayajaelezwa wazi kwa umma 100%. Je, nini kinachotegemewa baadaye? Mission inayofuata ni Artemis 3. Hii inatarajiwa kufanyika namna hii: kutua tena mwezini, kujenga makazi ya binadamu huko, kutua na kuelekea safari ya Mars. Wanategemea kuweka kituo cha point fulani ambapo itakuwa ni stationary point ya kuweza kufika na kufanya navigation sehemu zingine zilizopo nje ya uso wa dunia. Swali hiyo tena, kama binadamu wanaweza kufika mwezini. Swali ni je, mwezi utakuwa makazi ya binadamu siku za usoni? Hili ndio swali ambalo tunajiuliza mimi na wewe leo. Na wewe unaamini nini, ukweli au kama kitu kinafichwa? Andika maoni yako. Na pia usisahau kucomment, kushare, kusubscribe katika channel yetu ya Span Infos. Mimi ni Shebi Skills. Thank you.